Watu wengi wanakuwa wanafocus sana na maandalizi ya harusi na sherehe, wanasahau kufanya maandalizi ya ndoa. Namna ya kuwasiliana mkiwa kwenye situation ya migogoro. Yes, cha kwanza, communication is not only about speaking but is about listening. Kwa kuna mmoja anasikiliza na mmoja anaongea, na kwenye kusikiliza kwa kuna attentiveness. Make sure kuna eye contact, make sure unaondoa distraction yoyote ambayo itazuia wewe kumsikiliza mpenzi wako anavyojielezea kwako. Epuka kuwa na kiburi na kujitetea, especially kwenye hali ya kusolve tatizo. Ukijikuta una kiburi, hautakuwa unaweza kusikiliza. Akachoongea mwenzio, utakuwa tu wewe ni kujidefend na kutozingatia kumsikiliza kwa makini. Zingatia muda unaoenda kuwasilisha swala lako kwa mwenza wako. Wakati mna migogoro, tunaelewa kwamba mmoja anakuwa na hasira au wote mnaweza mkaa mna hasira. Zingatia ule muda ambao kila mtu ametulia, mna utulivu na mna amani, ili uweze kuwasilisha jambo lako kwa amani na mkalisolve kwa utulivu. Epuka kabisa kukisia au kutafsiri vibaya mwenzio anapokuwa na address tatizo. Assume tu kwamba huyu mwenzangu amenifanyia hivi kwa sababu hii. Tunatakiwa kubea each other, kuchukuliana kama wanadamu ni madhaifu, kuepuka kutafsiri vibaya. Sio unatafsiri mwenzangu kafanya hivi kwa sababu ni hivi, unajikuta hamwezi kufikia lengo la kutatua tatizo lenu. Unresolved past hurts. Mtu anaweza kukosea mara ya kwanza akarudia makosa. Tuepuke sana pale ambapo unaenda kumwelezea mwenzio jambo ambalo amekosea na unakumbushia umefanya hivi na ushawahi kufanya hivi. Hiyo inakuwa haisaidii katika communication. Hakikisha kwamba changamoto imetokea wakati huo, basi mna solve tatizo hilo wakati huo. Usikumbushie makosa ambayo aliyafanya nyuma. Inakuwa haisaidii kusolve tatizo lenu. Wabariki sana. Bye.